Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kesha bimaana tarakh, kesha Nabii Yunus alayhi salam akanadi an-nida, akaomba dua fi dhulumat, ndani ya viza, ndani ya tumbo la samaki, alla ilaha illa anta, ya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe, subhanaka, umetakasika na makosa ewe Mwenyezi Mungu, inni kuntu minadh-dhalimin, hakika mimi nimekuwa ni miongoni mwa watu waliodhulumu nafsi zao. Haya ni maneno yalizungumzwa na Nabii Yunus alayhi salam. Maneno haya alivyozungumza, Allah subhanahu wa ta'ala akaja akasema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham, tukamjibishia dua yake na maombi yake vile alivyosema tu, wala hakutumia kauli ya kuomba Mwenyezi Mungu yani kuonyesha kwamba ni dua iliyokuwa ina maana ya maneno ya kuomba moja kwa moja. Yeye akaja akazungumza maneno ya kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akasema la ilaha illa anta, hapana mola apasaye kwa haki isipokuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu watukufu, dua hii ni miongoni mwa dua ambazo Muislam anatakiwa aziombe wakati wa al-ghaib, wakati wa al-karb, wakati wa matenge, wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati amehumiwa, hana namna, hana njia ya kuweza kumtoa katika matatizo, hana namna, hana njia ya kuweza kumtoa katika nini? Katika shida. Kama ilivyokuwa kwa Nabii Allah Yunus alayhi salam, yeye kamezwa, baada ya kuwa tayari amemezwa, hakuwa na njia nyingine ya kuweza kujisaidia, akiwa ndani ya tumbo lile la samaki, ndipo alipokuja akasema tu maneno hayo. Ndugu yangu Muislamu mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi, tukamuitikia maombi yake na dua yake na tukamuokoa, kumtoa katika matatizo, kumtoa katika shida. Wakadhalika nunjil mu'minin, basi na kama mfano huo aliyoufanya na kuomba, na kama mfano wa dua hiyo aliyoiomba Nabii Yunus alayhi salam, ndivyo tutakavyowaokoa Waislamu na waumini wengineo ambao tunaingia sasa hapo katika uumini huo, mimi na wewe. Sisi tutakapokuwa katika matatizo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatutoa katika matatizo hayo. Ndugu zangu waislamu tukufu,